chuo kiko salama. Tuko katika semester ya pili. Wanafunzi wameshafanya mitihani. Nasema tulikaa juzi kwa upload matokeo yao. Lakini baadhi ya track tunaendelea na tests. Kwa hiyo otherwise tunaendelea vizuri. Sisi bwana tumefurahi kufika hapa. Tuwapongezeni sana kwa kazi kubwa na nzuri hasa ya taaluma na malezi ya vijana wetu. Tukijua kwamba mna incubate the future of the nation hapa katika kuwajengea uwezo, maarifa na stadi vijana wetu. Lakini pia niwashukuru sana kwa mwaliko. Ulikuja kipindi ambacho nina ratiba ngumu sana. Lakini nikasema kuna ratiba ya kwanza ilikuja, I was out of town. Nikamtuma mheshimiwa DC, baadaye wakawa wamesema wamehairishwa. Nikasema nikikosa na hii mheshimiwa profesa atasema tuna shida gani sasa? Lakini otherwise tulikuwa na majukumu mengi hapa katikati, nimekuwa nje ya mkoa kwa muda kidogo. Na hata leo tuna ratiba ngumu kama unafahamu, tunapokea waziri mkuu kesho kutwa. Tuna uchaguzi Isimani, tuna Mwenge hapa. Ni wiki ambayo iko conjuncted. But otherwise tunakubali kufika na tunakubali kuendelea na ratiba. Asante sana. Na ratiba yetu itakuwa very brief. I'll be wonderful. Tukijua majukumu yetu. Nipo. Jua. Umeweza pendeza hivi. Amna kukosi hapo, washajipanga. Piga. Tutakuwa tunafanya court practice empowerment. Hii kiasi kikubwa ni kwa wanafunzi. Wale vijana wanaokwenda kwenye multi court, mambo mengine, hii hapa ilikuwa ndio kama level yao, kama clinic. Wanakuja kulingana na teams zitakavyokuwa, tunazipa guidance. Lakini vile kuna mambo ya court advocacy na counseling. Yote hapa tutakuwa tunawapa. Tutafanya drafting, kuna mambo ya barua na documents. Tutatoa ushauri wa kisheria kama kawaida ndani na nje na kwa wafanyakazi. Coaching and guidance mostly kwa wanafunzi. Consultative session tumeomba kwa mheshimiwa, kama hakujua watakuja kwenye lab yao watapata majibu. Ndio maana ya hizi consultative session. Coaching, legal empowerment, guidance, mambo mbalimbali ya kijamii watakuwa wanayafanya. Tutafanya na court representation, lakini sio kwa mambo yote. Kwenye contentious matters tu na zile ambazo za strategic. Hii maana ya coaching hapa, wateja wetu wa legal aid kwa kiasi kikubwa tutakuwa tunawaipa wenyewe waende kufanya. Hii hapa ni program yetu kwa wiki. Kama kawaida, kwa sababu chuo cha kanisa tutaanza na ibada Jumatatu siku zote saa 2 mpaka saa 4 huwa ni ibada. Baadaye mchana huduma za kisheria zitaendelea. Siku ya Jumanne hii ni kwa wanafunzi, tutakuwa tunawagawa kulingana na magrupu yao, tunawaempower. Lakini vile tutafanya court session na draft mchana wake. Siku ya Jumatano tunafanya seminar on court practice kwa ajili ya wanafunzi, kwa sababu wana mambo mbalimbali. Court sessions na drafting kama nilivyosema. Consultative session kama ambavyo huduma yetu mojawapo moja kwa wanafunzi na mambo ya drafting. Kwa wateja ambao watakuwa wanarudia, wanakuja mara ya kwanza na kuja mara ya pili. Kwa wale wanaokuja mara ya pili wana siku mbili. Siku ya Jumatatu na siku ya Ijumaa. Kwa wale wapya siku zote. Karibu mheshimiwa. Karibu. Mheshimiwa ndani. Sasa wenyewe ndio wamefunga. Karibu.
pili na penyewe kuna maelekezo atakupatia. Wasikia na wajumbe wengine. Kwa hiyo mteja fomu inabeba details zote za maana yake, hata tukitaka kutrace nani aliyekuja alikuwa na experience. Baadaye lazima iingizwe kwenye mfumo sasa wa kujitali. Ili watu wasije wakabeba makaratasi. Hicho ambacho nijaza leta kwa wataalamu. Asante bwana. Kwa hapa kushamaliza ujazaji wa fomu, mteja anafika hapa kwa ajili ya consultation. Sasa tunataka tujue namna gani tunaweza kumsaidia mteja katika huduma ya msaada wa sheria, kwa sababu katika kitengo cha huduma ya msaada wa sheria tunataka kujua kuna baadhi ya kesi ambazo tunaziita class action ambazo zinajumuisha watu wengi. Kijazo tumeproceed na fomu nyingine ambapo fomu hii tutajaza taarifa kuhusiana na namna gani tunaweza kuproceed na kuendelea na swala la usaidizi wa huduma za sheria. Kwa hiyo hapa tu ni tunaendelea na consultation ambazo zishafanya kwa usajili wa fomu. Nashukuru sana. Sana. Kwa ndani unamalizia hapa meza hii mheshimiwa. Sasa baada ya kutoa hatua zote, majina yanaitwa Kanyanga na wanafunzi watatu. Hapa tunafanya review. Sasa baada ya kupita kwenye hatua zote, hatua inayofuata tunamwelekeza sasa mteja ni wapi unapaswa kwenda kutana na tatizo lako, wapi unatakiwa uanzie, na kulingana na tatizo lako. Baada ya hapo tutakuwa tumehitimisha. Tunatoa ushauri pia kitu gani cha kile ambacho tunataka zingatia. Ngereni sana. Na mheshimiwa, sehemu humu ndani watoa huduma wakubwa watakuwa ni wanafunzi wa mwaka wa 3 kwa mwaka huu, lakini kwa mwakani kwa mwaka wa 3 na mwaka wa 2 kama internship kwenye medicine. Sasa pale ambapo wanahitaji swala hili linahitaji bingwa, lakini zile siku za coaching na consultation, kikundi kama hiki hapa tuna viti vya ziada, ili tunalibadilisha linakuwa kama sio darasa, ni kama laboratory. Tuna coach wala ambao wanahitaji coaching, wale wa multi-court, zile makundi tutayagawanya, wale kila group na group jingine inashindana, tunawaelekeza group hii na group hili, then wao wanaenda practice sasa ile multi-court. Wanarudi tena siku ya consultation nyingine, wanauliza pale walipokosea, tunawarekebisha, and they go like that. Na ndio maana sasa ile practical education, kwa maana kwamba sitakuwa tuna guide. Kuna siku kwenye ile ratiba ni walimu tu watakuwa wamekaa hapa na kikundi kichache cha wanafunzi, waulize maswali yoyote walionayo, walioyaona mahakamani na walioyapata kwenye process na walioyapata kutoka kwa wateja. Kwa uzoefu mheshimiwa, hapo unaweza kaona kama vile hamna watu, lakini hiki huduma ikianza ndani ya wiki 2 wiki 3, hapa pote patakuwa pamejaa. Patakuwa pamejaa kwa sababu unaweza ukafikiri kwamba watu hawana matatizo na kadhalika. Fomu zetu ziko kwa Kiingereza, ndio maana vijana wetu wanakaa hapa, watakuwa wanaziandika, wanajaza, watakuwa wanawaelekeza, wanajaza basi, lakini wao huduma tutakuwa tunawatolea kwa Kiswahili. Jamani, tuwapongezeni sana. Jambo zuri, na tunaamini utakuwa ni mchango mkubwa sana wa chuo hiki kwa umma. Dada yangu pale wa TLS anafahamu, huko mtaani mawakili binafsi wanafanya kazi kubwa sana. Sasa na nyinyi kama chuo tutakuwa mmebeba jukumu la kusaidia umma. Aliyewaza, aliyewezesha, aliyeruhusu, Mungu awabariki sana. Karibu tuelekeze. Tunarudi tena hapa tunapata pale kule juu.